pamoja na huu usiri ambao wameweka Young Africans, hebu tu wazungumzie nyota watatu ambao wamewatambulisha. Karibu sana, uanze mmoja baada ya mwingine. Yes, nadhani ilikuwa Ijumaa No. Ya, ilikuwa Ijumaa na ndo siku ambayo wachezaji watatu walitambulishwa. Of course mchezaji mmoja Osane Zakuane alikuwa amefika usiku wa jana yake kwa sababu siku ya Alhamis nadhani tukiwa kwenye kipindi hapa nilisema na kwenda ku reveal majina ya wachezaji wapya wa Yanga wawili. Saa 7 mchana ndo alikuwa anatoka airport Ufaransa kuja. Kwa hiyo nadhani pale kuna 7 hours kutoka Ufaransa kuja Tanzania. Kuna kama masaa 7. Kwa hiyo alifika jioni kuelekea usiku. And then tunamzungumzia Albert Kangwanda kutoka Zambia. Yeye aliingia siku ya Ijumaa saa 9 jioni. Itakuwa ni jioni au alasiri? Alasiri. Yes. Aliingia, na ukitaka kujua kwa namna gani Yanga walikuwa wanaficha usajili wao, Albert Kangwanda alivyoingia, of course tutaja shirika la ndege aliloingia nalo, lakini alivyoingia airport hakupita ule mlango wa kawaida wa arrival. Yaani alivyofika airport kuna watu walimpitisha mlango wa nyuma ili asionekane. Unajua pale kulikuwa kuna waandishi akina Mako Mzumbe walikuwa wamefika mapema pale. Walifika airport pale. Wametegesha kamera zao. Lakini mpaka inafika saa 10 saa 11 hawaoni chochote. Yaani kilichotokea, Yanga walifanya uhuni mmoja. Mchezaji alipita mlango wa nyuma. Kuna mtu alimpitisha mlango wa nyuma. Then manager wake akapita mlango wa mbele wa arrival. Kwa sababu watu si hawamjui manager. Kwa hiyo mchezaji akapakiwa kwenye gari, akapelekwa moja kwa moja. Akapigwa picha, usiku akatambulishwa. Kwa sababu mimi taarifa ya hao wachezaji nilipata mapema, ikiwemo ya Osane Zakuane. Kwa hiyo nikaanza kumfuatilia kwa sababu sikuwahi kumuona before. Lakini pia Kangwanda naye nilipata taarifa zake mapema, Ijumaa mapema. Nikaanza kumfuatilia. Kwa Kangwanda nilizungumza na Budo Mutale, mchezaji wa zamani wa Simba, kutaka kujua exactly ni mchezaji wa namna gani. Kwa comment aliyonipa kwa huyu mchezaji, ni attacking midfielder. Anaweza kucheza flanks zote mbili, kushoto na kulia, ingawa anatumia zaidi mguu wa kulia. Kwa hiyo anafiti zaidi kucheza kama winga wa kushoto. Lakini pia anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji kama number 10. Ni mchezaji ambaye ana experience, miaka 27. Amecheza Al Hilal Omdurman, ametoka hapo amekwenda Moldova, lakini pia amecheza HNK Gorica ya pale Croatia. Unajua HNK Gorica ukizungumza pale Croatia ni miongoni mwa timu ambazo huwa zinafanya vizuri. Ukiachana na Dinamo Zagreb, Hajduk Split, lakini HNK Rijeka lazima utahitaji Gorica. Miongoni mwa vilabu ambavyo huwa vinafanya vizuri. Kwa hiyo amekipiga pale. Na baadaye akarudi Zambia, Red Arrow, timu ambayo pia alikuwepo zamani. Katika msimu uliopita huyu ndo alikuwa MVP wa ligi. Ameingia pale, amefunga mabao ya kutosha, akifunga jumla ya mabao 18 kwenye mashindano yote. Nazungumza mabao 5 kwenye EFA kama Azam Sports Federation, lakini pia mabao 13 kwenye MTN Premier League kwa maana ya ligi ya Zambia, na akaenda kutoa tuzo ya mchezaji bora. So nikamuuliza Budo, kwa sababu wewe umekuwepo Tanzania na unawajua wachezaji wengi. Of course nilitaka kumcompare Kangwanda na wachezaji wawili wa Simba. Nilitolea mfano Elie Mpanzu na Anicet Yaura. Nikamuuliza Budo, okay, unaweza kucompare Kangwanda na Anicet Yaura au Elie Mpanzu? Akaniambia ukitazama style of play ya hao wachezaji wote watatu ni tofauti. Mpanzu na Anicet Yaura of course ni dribblers, wanapenda kuishi na mali mguuni, lakini wana kasi. Yani wana kasi kweli kweli. Kangwanda ukimtazama aliniambia ni kama Stefani Aziz Ki. Kwa maana ya technique, ufundi, Kangwanda ana ufundi kuliko Aula na Kangwanda. Yes. Kwa maana ya ufundi mguuni, Kangwanda ana ufundi mwingi kuliko Anicet Yaura na Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini kasi wamemzidi hao wachezaji wawili. Na kwa nini alimkompea na Stefani Aziz Ki? Kwa maana ya technique, jinsi ambavyo ana strike, yani jinsi ambavyo anapiga mashuti, jinsi ambavyo anapunguza, na jinsi ambavyo ana press
magoli yake mengi sana. Akaniambia huyu ni mchezaji ambaye anakupa magoli mengi mguuni kwake. So ni comment ambayo nimeitoa kwa mchezaji ambaye anamfahamu vizuri, wanatoka nchi moja na yeye anajua vizuri ligi ya Tanzania. Ndio. Kwa hiyo ni akaniambia tena kwamba Yanga wamepata mchezaji mzuri sana. Sana. Kama watamwacha acheze atawasaidia sana. Hiyo kauli sio kama unanielewa. Watamwacha acheze kwa maana ipi? Anaamini Tanzania kuna vitu vingi sana nje ya uwanja ambavyo vinawafelisha wachezaji. Yeye anaamini hivyo kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinawafelisha wachezaji. So anaamini kama watamwacha acheze huru ni mchezaji ambaye atawasaidia sana Yanga. Kwangu mimi kwa so far usajili ambao umenikosha mimi binafsi na umenivutia sana. Ndio. Ni wa Hosane Zakuane. Okay. Hosane Zakuane. Hosane Zakuane. Hosane Zakuane, raia wa Komoro. Of course nimeona mijadala, watu wanazungumza namba kwenye mechi zake 78 ana mabao 18. Lakini tuangalie alikuwa anacheza kwenye ligi za namna gani. Huyu ni mchezaji ambaye ana miaka 28. Ni mchezaji ambaye ameanzia Agbana kwenye timu za watoto pale Ufaransa, na baadaye akaenda kwenye academy ya Olympique Marseille. Amecheza timu zote za vijana za Olympique Marseille kuanzia under 15, under 17, under 19, under 20, under 23 mpaka team B ya Olympique Marseille amecheza. Na baadaye ndo akatoka akaenda Greece ya kukaa sana, akarudi sasa tena Ufaransa. Amepita kwenye vilabu tofauti, lakini sehemu ambapo ali-cement nafasi yake na kuonesha uwezo ni kwenye klabu ya Châtelet. Of course ni timu ambayo imekuwa inacheza ligi 2 Ufaransa. Tumekuwa tunaiona mara kwa mara kwa watu ambao tunafuatilia wazee wa mikeka tunajua. Of course ndio sehemu ambapo alicheza mechi nyingi na akaonyesha uwezo wake. Mechi 14, mabao 2, assist 3. Mechi 14. Bao 2. Naam, assist 3. Sasa na hiyo si ni kidogo tu jamani. Mechi 14 na mabao 2 tu. Sasa ukitaka kuangalia namba pia, inabidi ujue kwamba alikuwa anacheza kwenye ligi yenye ushindani wa namna gani. Naam. Si ndio? Inabidi ujue hiyo ligi ilikuwa na ushindani wa kiwango gani, hebu tuambie. Sababu mechi ligi tu asa ndo usifunge magoli. Sasa unajua ukizungumza namba, basi usajili ambao umefanyika msimu huu ukiachana na Ture, basi tumepigwa. Kwa namba sasa hivi tusiangalie sana. Kwa sababu unajua tukiangalia namba, Figueiredo ana mabao 2. Si ndio? Huyu nani Keleso Magalwa hajafunga bao msimu uliopita kwenye ligi. Si ndio? Basi huyu Zakuane naye namba ndo hivyo. Yani kwa jumla takwimu zake kwa msimu 25-26, mechi 27, mabao 2, pasi za mabao 3, kwa ujumla wake amehusika katika mabao 5. Yes, nimezungumza kwamba namba zake sio kubwa sana kwa maana ya mabao. Naam. Lakini ukimwangalia technically ni mchezaji mzuri sana. Ni ball dancer. Ni mchezaji ambaye atawafanya mashabiki mnyanyuke kwenye viti. Ni fahari ya kumtazama. Na najua Watanzania wanapenda nini. Mchezaji wa jukwaa sana huyo. Wachezaji wanapenda udambu. Mchezaji wa jukwani sana huyo. Kwa nini anacheza na jukwaa sana? Kwa nini jukwaa? Maana umesema kwamba atatufanya sisi mashabiki tuamke katika viti. Yes, ni ball dancer. Ana ufundi mwingi sana mguuni. Anaweza kuwachukua 2 watatu. Ana kasi, anaweza kuspeed up mchezo. Of course mimi naamini ligi ya ligi 2 ya Ufaransa ni bora kuliko ligi ya Tanzania. Inawezekana hata mara 5 au mara 6. Ligi 2 ya Ufaransa. Mara 6 imezidi. Mara 6 mbali sana. Hapana. Sio kwa mara 6. Hapana, mara 6 inaweza kufika. Okay. Mara 6 inaweza kufika. Sawa, tuendelee. Kwa sababu ligi yetu ni mechi ngapi ambazo zina intensity? Yani ni mechi ngapi? Yani ukiachana na mechi ya Simba na Yanga, mechi ya Azam na Yanga, mechi ya Simba na Yanga, ni mechi gani nyingine ambazo zinakuwa ni ngumu? Mechi nyingi ni nyepesi. Lakini ukitaja ligi 2 ya Ufaransa, kuanzia timu inayoshuka daraja mpaka inayochukua ubingwa ni moto. Yeah. Kwa hiyo wametuzidi, yani tukubali tukatae. Ni kweli wametuzidi.
mchezaji anaweza kustruggle kufunga mabao kwenye ligi ngumu, akaja kwenye ligi ya Tanzania akafunga mabao mengi kwenye ligi nyepesi. Mbona kama unatangata maneno? Ni ligi nyepesi. Kwani uongo? Ni ligi nyepesi. Mechi ngumu ni chache. Lakini kuna mechi nyingi sana ambazo timu ukiingia unajua matokeo yako vipi, si ndio? Lakini Ufaransa huko wenzetu wametuzidi kila kitu. Tunazungumza mchezaji ambaye ametoka kwenye academy za Olympique Marseille. So kuna vitu vingi sana ambavyo amevipata. Kwangu mimi binafsi Hans Raphael, naamini ule ndo usajili mzuri sana ambao Yanga wameufanya. Pamoja na kwamba namba zake sio nzuri sana. Then kwa Cheick Toure. Cheick Toure sikuwahi kumuona akicheza zaidi ya kuangalia video, si ndio? Zaidi ya kuangalia video. He is a goal scorer. Ni goal machine kweli. Kwa sababu kwa taarifa ambazo nilizipata, Yanga walimhitaji mchezaji misimu miwili iliyopita. Wakati anatoka Ufaransa kwenda Saudi Arabia, Yanga walikuwa naye kwenye mazungumzo, lakini wakamkosa. Na walivyomkosa ikabidi waende kwa kina Hafiz Konkoni. Umeona? Kabla ya Hafiz Konkoni, Yanga walimsainisha mkataba wa awali Ateba. Lakini mwisho wa siku kuna mtu akamwambia Ateba sio mtu sahihi, wakaachana naye wakaenda kwa Hafiz Konkoni. Ndo msimu ambao pia walikuwa wanamtaka Cheick Toure. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye wameanza kumfuatilia leo wala jana. Ni misimu miwili nyuma walikuwa wanamfuatilia. Of course amekwenda kwenye ligi ya Saudi Arabia, ligi 2. Ukiachana na ligi ya Cristiano Ronaldo, amescore jumla ya mabao 19 msimu uliopita. Namba zake hazidanganyi. Ni aina ya namba 9 ambaye kwanza ana height, zungumza futi 6, lakini ana kasi. Ni aina mchezaji ambaye ukiangalia video zake zinazungumza kila kitu. Ata drop, ata link up, ataweka pass kwa namba 10. Namba 10 labda ataweka mipira pembeni, kisha Toure atakimbia kwenye box kwenda kuataki zile cross au penetration ambazo zinapigwa kwenye box. Lakini kuna muda ana force yeye mwenyewe, anakimbia, anaonekana physically yuko vizuri kweli. Kwa hiyo kama unahitaji namba, basi Toure yuko pale kweli. Na hapo kwenye namba, Hansi, mechi 34 ambazo amecheza msimu uliopita katika First Division, ndio Saudia. Mabao 19, pasi za mabao 5. Kwa hiyo amehusika katika mabao 24 katika mechi 34. Imagine. Wewe unataka namba? Wewe unataka namba? Namba ndo ziko pale. Zimelala kabisa, zimetulia. Naam. Bonge moja la usajili. Sasa unaweza ukashangaa mwenye namba zake ana struggle, alafu huyu ambaye ana namba anakuja na shine. Unamtabiria makubwa ama bado nafsi yako ina sita? Nadhani atawasaidia Yanga na zaidi kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu ana experience, lakini pia ametoka kwenye ligi ngumu. Yani ligi ambayo ina mabeki ambao ni washindani kweli. So ameweza kumatch ile intensity na physicality ambayo inahitajika kuwabiti na kusukoma mabao 19. Kwa mchezaji wa aina hiyo unataka kashindane na National Al Ahly kwa sababu hamna ambacho atawaogopa National Al Ahly. Yani amekutana na timu ambazo zina level ya Al Ahly, amecheza nazo, si ndio? Kwa mchezaji kama huyo ukienda naye kimataifa anakusaidia, kitu ambacho tumekuwa tunaona Yanga wana struggle kwa misimu kadhaa. Kwa hiyo na uona zaidi ni usajili ambao utawasaidia kimataifa. Huyu jamaa ana miaka mingapi huyu? 29. Hajavuka kweli. Unajua sasa hawa wenzetu ambao wanazaliwa Europe, wanapita kwenye hizi system timu za vijana, ni ngumu sana kudanganya umri. Nilikuwa nazungumza na mtu kwa Zakwane, nikamwambia unaiona hii miaka 28, zaidi ya 90% inawezekana ni kweli. Kwa sababu huyu amepita timu za vijana za Olympique Marseille. Wenzetu sio rahisi kudanganya umri. Yani sio rahisi. Kwa kama ni 28 ni 28 kweli. Lakini unaweza kusajili mchezaji kutoka Afrika na kuambia ana 24 kumbe ana 30. Wapo wengi. Sasa Magunga, bila shaka umemsikia Hansi na ameelezea kwa namna yeye wachezaji hawa amewafuatilia, lakini pia namba zao tumezitaja. Ukimtazama Hosane, namba zake hazivutii kweli. Lakini Cheick Toure, yeye namba zake ni nzuri kweli. Kangwanda naye namba zake zinavutia kweli. Hebu tuanzie hapa kwenye namba, maanake nimeona huyu Hosane kuna ukosoaji mkubwa sana wa baadhi wa wadau wakisema kwamba huyu ni Kisinda part 2. Sijui hiyo comment umeiona,
na mwisho wa siku tupate tathmini yako sasa juu ya usajili wa wachezaji hao. Karibu. Jambo la kwanza na jambo la msingi ni kwamba Yanga wameenda kufanya sajili ambazo wana mahitaji nazo. Hilo ndio jambo la msingi. Sasa mchezaji kuja kufanikiwa ama kuto kufanikiwa itategemeana na sababu tofauti. Lakini kila timu duniani wanasajili mchezaji wakiwa na malengo ya kuona mchezaji anaenda kuwasaidia. Ukimtazama Hussein Zakwani, binafsi ukisikiliza tu profile yake ama ukuaji wake na maeneo aliyopita, kuna maeneo huwezi kuwa na mashaka sana. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la technicality, ufundi. Huwezi kuwa na mashaka kwa sababu mchezaji anayekulia Europe ndio tofauti na mchezaji anayekulia barani Afrika. Afrika kuna vituo vingi vizuri, lakini bado kwenye facilities, coaches huwezi compare na wenzetu. Lakini kwenye eneo lingine ni unasajili mchezaji ambaye ni proven. Yani tayari ameshafanya kitu, kuna kitu amekifanya. Kwa hiyo unamleta kwenye ligi yako ama ndani ya timu yako aje akusaidie. Hawa wachezaji wote waliosajiliwa sio potentials. Sio ina wachezaji ambao ukiwaangalia unawasubiri kwamba unawapa time, ngoja niwasubiri misimu miwili mitatu anaweza akanipa kitu. Kwa sababu ukiangalia umri wachezaji wengi kuanzia miaka 20 na 25, 26 na kuendelea. Kuna wachezaji ambao kwa asilimia kubwa unategemea waje na wale tayari kukupa kitu. Kwa hiyo ni aina ya winga ambaye mara nyingi ni kweli kama alivyozungumza Hans, anaweza akacheza upande wa kushoto au upande wa kulia. Lakini ukweli ni kwamba hata kama mchezaji ana uwezo wa kubadilika mara kwa mara, kuna eneo ambalo yeye akicheza anakuwa na ufanisi zaidi. Na hilo eneo ni eneo la upande wa kushoto, kwa sababu ukiangalia mtindo wake wa uchezaji ni aina ya shambuliaji kutokea pembeni ambao anapenda zaidi kupokea mpira akiwa pembeni, lakini anataka ashambulie space na upatikana ndani. Kwa hiyo ukimweka kutokea upande wa kulia, mara nyingi jukumu lake zaidi itakuwa ni kutengeneza nafasi, kwa sababu inakuwa ni ngumu sana kuwa na uhatari kwenye kufunga akitokea upande wa kulia. Zaidi atakupa uhatari akitokea upande wa kushoto. Mchezaji mwingine ambaye amemzungumzia Hans ni Ibrahima Sheikh Toure. Toure huko alipotoka amekuwa na performance nzuri sana. Na ukitaja wachezaji wawili kwenye timu ya Jabalain ambayo walikuwa na performance nzuri kwa msimu uliopita, ni Toure pamoja na Novas. Ni wachezaji wawili ambao wana rate kubwa kwenye timu yao, wamekuwa na kiwango kizuri kwenye timu yao waliotoka. Sasa zipi sababu zimewafanya wao kumruhusu mchezaji watoke, wao ndo wanajua. Lakini ukiniuliza mimi kwamba Yanga mpata mshambuliaji mzuri, nitakwambia ni mshambuliaji mzuri kwa sababu mchezaji ambaye anatoka Saudi Arabia ligi daraja la kwanza na anakupa garantia kufunga magoli 19, maana yake kuna uwezekano mkubwa huko akaja akakusaidia zaidi. Lakini pia mimi bado huwa najiuliza na timu aliyotoka pia haiko katika level mbaya sana. Nafasi ya 6. Okay. Na hata nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Geoffrey Kosa. Ni kocha msaidizi wa Real na Konde ipo Zambia. Nikana muuliza kuhusu huyu Albert kwamba ni mchezaji wa namna gani, kwa sababu binafsi nilikuwa sijamjua kabla. Akaniambia huyu mchezaji hajawa MVP kwa bahati mbaya, kwa sababu ushindani mkubwa kwake ulikuwa kati yake yeye dhidi ya Moses Shuma ambaye amejiunga na Mazolo nchini South Africa. Lakini yeye amechukua MVP kwa sababu performance yake ilikuwa nzuri zaidi, lakini hata kuna namna zilimbeba kwenye hicho kinyang'anyiro. So ni kiungo mshambuliaji kutokea upande wa kulia, anatumia mguu wa kushoto, na ni eneo ambalo Yanga ile wamesumbuka nalo kwa muda mrefu sana. Alikuja msimu uliopita Celestine Ekua, lakini bado hakutoa kile ambacho huenda watu wengi walikitegemea, au watu walikuwa na matarajio makubwa kuliko uwezo wa mchezaji. Au mchezaji alikuwa na uwezo mkubwa lakini alikutana na mazingira tofauti kiutendaji. Ni kwa MVP katika ligi ya Zambia, off mic ni wanakwambia hapa kwamba ni nadra sana kuona wachezaji wanatoka Zambia au Kongo wanakuja kufeli hapa. Ni kwa sababu pia kwa sababu za kimazingira hatuna utofauti mkubwa kati yetu sisi na Zambia. Na hata ukienda kwa mfano kama ukiangalia timu kama Real na Konde ambayo inapatikana pale mpakani kati ya mpaka wa Zambia na Tanzania, ipo karibu na Tunduma. Ile ni timu ambayo ina wachezaji wengi pia kutoka huku upande wa bara, Tanzania bara. Na wanafanya vizuri tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukiangalia utamaduni wetu, utamaduni wao, mazingira yetu, mazingira yao hana tofauti mkubwa sana. So kwa upande wa Young Africans wamepata mchezaji ambaye amekuwa MVP kwenye ligi aliyotoka, lakini pia ukiangalia hata
safari ya mafanikio ya huyu mchezaji. Of course Red Arrows sio msimu wake wa kwanza, kwa maana msimu uliopita huyu alikuwa anacheza mara ya 3 ndani ya kosi ya Red Arrows, lakini baada ya kurejea msimu uliopita ndo amekuwa na kiwango bora zaidi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Of course kweli hana kasi kubwa, lakini kasi anayo. Yani hana kasi kubwa, mfano ukimkompea na mtu kama Mpanzu kasi yake ni kubwa akiwa na mpira na hata akiwa hana mpira. Lakini wachezaji hawezi kufanana, wachezaji anatembea kama atembei. Yes, kila mchezaji anakupa kutokana na kile alichokuwa nacho yeye kwenye ubora wake. Uzuri wa huyu mchezaji ni kwamba ana uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi kutokea pembeni. Kuna wingers ambao wanaweza kukupa hivyo vitu kutokea, wanaweza kukupa hivyo vitu kutokea kwenye kutokana na nafasi ambazo anacheza. Lakini kitu